Au nondoke ulie kidogo. Nilikuwa nashtua. Maswali tafadhali. Hongera kwa ushindi. Yamefungwa magoli mengi sana leo hii, lakini kwanza tuanze na performance ya klabu ya Simba, namna ambavyo wameshuhudia. Ukiondoka na alama zote. Kusema kweli we are very happy today kwa aina ya ushindi ambao tumeipata. Ushindi wa magoli matatu, alama tatu. Sisi Simba Sports Club tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Vijana wamefanya kazi iliyotukuka na hatimaye wametusaidia kupata na kuweka heshima mjini kwa kufunga magoli matatu safi kabisa na kuchukua alama zetu tatu. Inawezekana kuna mtu akabeza ushindi huu kwa sababu Fontaine alionekana kama ni mfu anayetembea, lakini kwenye football timu ikiwa na changamoto kama hizo huwa inacheza kwa umakini sana. Leo Fountain Gate pamoja na changamoto zao zote, lakini wale wachache waliokuwepo kila mmoja amecheza kwa 100%. Yani give it all, ametoa kila alichokuwa nacho, na hapo ikapelekea mechi kuwa ngumu, na wao hawakuwa na kazi kubwa leo zaidi ya kulinda tu heshima yao tusiwafanye vibaya sana. Kwa hiyo wamefanikiwa kwa yes, wamefanikiwa kwa sababu pengine ungetegemea kufungwa magoli mengi zaidi, lakini football haiko hivyo, na wao walikuwa na mpango kazi wao wa kuzuia, imewasaidia. Sisi magoli matatu ambao tumewafunga tunafurahi sana na tunajivunia sana kazi kubwa ambayo vijana wetu wamefanya, na magoli yale matatu ukiangalia goli moja baada ya jingine lina maana kubwa sana kwa upande wetu. Kwanza goli la kwanza la Rushin De Rock limetufurahisha sana kwa sababu limetukumbusha msimu uliopita. Msimu uliopita kwenye mechi ya kwanza ya ligi kuu ya NBC dhidi ya hawa Fountain Gate, aliyefunga goli la kwanza msimu uliopita ni Shema Lonfond ambaye alikuwa ni beki wetu namba 5. Mwaka huu ni vivyo hivyo, aliyefunga goli la kwanza la Simba Sports Club ni Rushin De Rock. Ni jambo la kufurahisha kuona mabeki wetu wakati wana uwezo pia wa kufunga. Hii ni faraja kubwa kwamba Rushin, ukiachilia mbali kazi kubwa ya kuweza kuzuia, lakini tunaposhambulia namba ya washambuliaji inaongezeka, na Rushin ameongezeka hapo kwenye eneo la washambuliaji. Tumeona heda yake haikuwa na wasiwasi hata kidogo. Dada, mbona umenuna mno? Tabasamu kidogo. Anaitwa Jojo. Jojo relax, yani umenuna kama vile una nani, yani sijui unaelewa haya ni maisha mamangu. Relax, kamata mic ukiwa umerelax. Ukichoka unashika mikono kidogo na rudi ukiwa umeenjoy. Furahia kunihoji mama, sawa usiogope. Kwa hiyo inatia matumaini kuona kwamba anafanya kazi yake ya msingi ya kulinda. Akitoka hapo anakuja kwenye kazi nyingine ya ziada ya kushambulia. Tumefurahi sana goli lake mechi yake ya kwanza ya ligi kuu ya NBC, anafunga goli lake la kwanza ligi kuu ya NBC, ni jambo la fahari kwa kweli. Lakini sasa maana yake ni kwamba tunapokuwa na mipira iliyokufa, tunapokwenda kushambulia, unakuwa na uhakika kwamba asipofunga Soa atafunga Rushin, asipofunga Rushin atafunga Selemani Mwalimu, asipofunga Selemani Mwalimu atafunga Kanto. Kwa hiyo mnakuwa na variety kwenye eneo la ushambuliaji. Hilo ni jambo la kutufariji kweli kweli wana Simba, ndio maana tumefurahi sana. Lakini goli la Jean Charles Ahoua nalo limetufurahisha kwa sababu kiwango cha Jean Charles Ahoua kimeendelea kuwa kile cha ubora kutoka msimu uliopita. Na leo Jean Charles Ahoua amefanya mambo matatu makubwa. Kwanza ametoa assist kwa Rushin De Rock, pili amefunga, tatu amechukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi. Ni mambo makubwa ndani ya mechi moja. Lakini kama haitoshi, kinachotufurahisha ni kwamba kiwango cha Jean Charles Ahoua kimeendelea kuwa kile. Ukisikia mtu anajitunza, basi ndio Jean Charles Ahoua. Ana uwezo wa kujitunza, kiwango chake hakiporomoki. Ni jambo la kutia faraja. Maana yake ni kwamba msimu huu tutaendelea tena kufurahia asisti za Ahoua, tutaendelea tena kufurahia magoli ya Ahoua msimu huu. Kwa hiyo burudani na raha za Ahoua
zitaendelea ndani ya Simba Sports Club ni jambo la kutia faraja. Bana mzee, umevaa jezi ya zamani kwa nini? Vaa jezi mpya. Hizi ziweke kumbukumbu. Au sio bwana na wewe umevaa jezi ya zamani. Vaeni jezi mpya wanangu. Au sio bwana afu iso fake. Amna yenyewe ila ya zamani. Tuvae mpya wanangu. Au sio bwana? Wewe hapa unyama. Wewe unyama. Mechi ya Simba unavaa jezi ya Simba. Sio ya Arsenal. Sijui unaelewa Kila mtu avae jezi ya timu yake. Jezi ya Simba unavaa jezi ya mechi ya Simba unavaa jezi ya Simba, sio ya Arsenal. Mimi mwenyewe Arsenal. Lakini mechi ya Simba unavaa jezi ya usichanganye nyekundu kwa nyekundu. Kila mtu ana nyekundu yake. Au si mwanangu Kwa hiyo kwa Jean Charles Ahoua tumefurahi pakubwa. Ameendeleza ubora wake. Lakini goli la Jonathan Soa kusema kweli limetukata kiu kweli. Binafsi nimefurahi sana Jonathan Soa. Usajili wake haukuwa mepesi, ulikuwa na kuvuta ni kupoteza hapa na pale, lakini bado kuna watu walidhihaki mchezaji wa Dezo, mchezaji bure, mchezaji maneno yalikuwa lukuki. Kwa hiyo nilihitaji sana personally Soa afunge ili awazibe midomo watu, na leo amefanya unyama sana, amefunga goli, ameshangilia. Na kwa nini tunataka Soa afunge? Kwa sababu Soa ni mshambuliaji kinara wa Simba Sports Club. Unapokuwa na mshambuliaji kinara wa timu yako, ndio anatakiwa kuongoza kwenye kufunga. Hii inampa confidence, lakini kama itoshi nyinyi mnakuwa mna uhakika kwamba mechi hii fulani atafanya ukatili wake. Kwa hiyo tumefurahi kuona Soa amefunga hii leo goli lake la kwanza akiwa na Simba Sports Club, na tunaamini goli hili litaleta magoli mengi zaidi. Na mimi kila nikiangalia msimu huu si chini ya magoli 50 Simba Sports Club tutafunga, ama magoli 100 msimu huu. Nakwambia 100 tunafunga vizuri tu, na naamini mfungaji bora wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa 4 watakuwa ni Simba Sports Club. Hapo bado Selemani Mwalimu hajafungua turbo. Yes, naye akipata nafasi atafanya unyama. Kwa hiyo ni mechi ambayo kusema kweli wana Simba hii leo tumeenjoy pakubwa sana. Kila ambacho tulitaka kifanyike kimefanyika. Timu kucheza vizuri imecheza. Watu wetu muhimu kufunga wamefunga. Unataka nini tena zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu? Swali jingine. Semaji, nimesikia pale mara baada ya Jean Charles Ahoua kufunga goli, mashabiki walisimama na kuanza kuimba MVP. Ile inamaanisha nini? Ni MVP kweli. Kwa takwimu za msimu uliopita ambapo tuzo zitafanyika mwezi wa 12 insha Allah, hakuna mchezaji anayefikia takwimu za Jean Charles Ahoua. Anafunga, ana assist na amekuwa bora sana. Ni MVP. Ni MVP wetu sisi wana Simba, Jean Charles Ahoua. Maswali. Ndio bwana Fumbo. Katika swali mwingine maswali. Siwezi kusimama hapa nikauliza maswali mawili tu. Vipi kuhusiana na Mpanzu? Unaonekana kama vile watu wanasema kiwango sio kama vile ambavyo walidhani. Eli Mpanzu lazima tuwe wa kweli, bado hajafikia ile top level yake ambayo sisi wana Simba tunajua. Uzuri ni kwamba Mpanzu kuna vitu ameshatuonyesha na uwezo wa kufanya. Kuna ubora ambao sisi tunaojua Mpanzu nao. Msimu huu kwa mechi hii ya kwanza bado hatujauona huo ubora wake. Na ndio maana unaona hata walimu wanampa muda wa kutosha ili aendelee kuimarika na kurejea kwenye ubora wake. Na sio Mpanzu peke yake. Wapo wachezaji wengi ambao wameanza kwa level ya chini ambapo wanakuwa wanapanda taratibu. Kwa hiyo watu wasiwe na mashaka. Ameanza, unajua wachezaji wanatofautiana. Kuna ambaye kiwango chake kinaweza kikabaki pale kama Jean Charles Ahoua. Kuna ambaye anakuja kiwango kimeongezeka zaidi. Alafu kuna ambaye kiwango chake kinaanzia chini.
Kwa hiyo Mpanzu ameanzia level ya chini, lakini anapanda taratibu. Sasa huyu Mpanzu ambaye bado hajafikia kiwango chake, leo ndo ametoa asisti moja. Kwa hiyo anavyozidi kuimarika, anavyozidi kupata muda wa kucheza, fitness ikaimarika, atakuja kufanya bala. Na huu ndio msimu wa Mpanzu. Kumbukeni niliwaambia kwa sababu msimu uliopita aliingia katikati. Msimu huu tumeanza naye kwenye na waitu. Maana yake ni kwamba msimu huu Mpanzu ana muda mwingi wa kutosha wa kufanya balaa kubwa kweli kweli. Tumeshuhudia pia Morris Abraham. Toto anajua mpira yule nyinyi. Sishangae kwa nini alikwenda Ulaya. Nakwambia, na wazungu wanamlilia mpaka leo. Morris Abraham ana kiwango cha hali ya juu sana. Dakika chache ambazo amepata hii leo, umemwona ameonyesha kiwango cha hali ya juu sana hii leo. Ukiwasha taa katikati ya interview, hao wenzako tayari wanakuwasha satellite. Kwa unanibabua. Kwa hiyo Morris Abraham dakika ambazo amezipata hii leo ameonyesha utofauti mkubwa sana. Ameonyesha uwezo wa kiwango cha hali ya juu. Namna ambavyo anapokea mali, anaondoka, na namna ambavyo anafika kwenye final third ya mpinzani kwa haraka sana. Angalia rebound karibia 2. Rebound ya Soa wa kwanza kwenda kucheza alikuwa ni Morris Abraham. Rebound ya Neo Maema wa kwanza kwenda kucheza alikuwa ni Morris Abraham. Maana yake ni kwamba ana sprint kwa haraka sana. Yaani yuko mbele ya wakati, mbele yao Morris Abraham. Na akiendelea kuaminiwa na kupewa nafasi ya kucheza, atakuja kuwa mchezaji tishio sana. Mimi niseme tu namuona Morris Abraham for Ballon d'Or. Morris Abraham for Ballon d'Or. Kwa mashindano ya tuzo vijana bila shaka. Kwa tuzo msimu unaokuja, msimu huu tunaoanza huu, namuona kabisa